Habari wapenda, karibuni katika kipindi chetu ambapo leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni kama inaloonekana hapo kwenye picha. Kwanza kabisa, hatua ya kwanza tutachukua kitambaa chetu, kisha tutakunja mara 4 kama jinsi tunavyokunja katika kukata shift. Tutakunja namna hii. Hebu nenda mpaka mwisho sikati kabisa. Kunja mara 4 namna hii. Kunja mara 4 namna hii, tunaenda kuchukua vipimo sasa, na kisha kitambaa chako kimenyooka vizuri, urefu vizuri. Then saidie tape. Tunaanza kupima. Umeona? Tutapima shingo yenye upana wa inchi 3. Inchi 3. Hapo. Baada ya hapo nitashuka shingo, na kwenye kushuka nitashuka inchi 1.5. Hii ni kwa ajili ya shingo ya nyuma. Tutachonga 1.5. Then nakuja na huku mwisho wa kitambaa nakuja kupima inchi 1.5 sawa. Nikishapima inchi 1.5 kutoka chini, kushuka chini, nitanyoosha huu mstari kutoka hapa kuja huku hivi. Sawa? Natengeneza mstari wangu namna hiyo. Baada hapo tunakata sasa. Ukiangalia hii nguo sijapima kifua, tumbo wala nini, kwa sababu hii nguo ni pana, manake hizi tunaita free size. Mfano kwa hii nguo anaweza kuvaa mtu mpaka mwenye hips ya 50 pia anavaa. Mwenye hips ya 55 anavaa. Nakata. Karibu. Baada ya hapo nakuja kwa ajili ya shingo ya mbele, nakuja napima urefu wa inchi 8. Uko hapa hivi. Sawa? Inchi 8 nakuja kuichongea V. Naitengenezea V namna hii. Hii ni kwa ajili ya shingo ya mbele. Sawa? Kwa kitambaa cha nyuma nitakitoa namna hii. Then kata hii. Sawa? Baada ya hapo unaibarua hapa katikati, unachana mstari, unaiachanisha kabisa, unaachanisha. Hii vipande vya mbele, manake vipande vya mbele vinakuwa viwili, cha nyuma kinakuwa kimoja. Utaachanisha namna hii. Sawa? Nikishaachanisha kitakuwa namna hii. Sawa? Kwa sasa baada ya kuachanisha hapa, nitaenda kuandaa vipande vya hapa mbele kifuani. Ambao vipande vya hapo mbele kifuani nitachukua kitambaa kama hiki. Sawa? Chukua kitambaa kama hiki. Kitambaa kama hiki kama unavyokiona hapa. Sawa? Kunja vizuri namna hii. Kisha nitakunja tena hii, nitoe vipande viwili. Sawa? Na ukiwa unakunja hivi hakikisha pia na upana wa inchi 3.5 kichwa kimekunjwa kiwa na inchi 3.5. Yaani ukiwa umekunja mara 4 kiwa inchi 3.5. Kwa hiyo sisi hapa ni inchi 3.5. Kwa baada ya hapo nitakata. Na rekodi kwa hiyo au niache hiyo. Kwa vipande vitakuwa na muonekano huu, ni vipande viwili sawa hivi hapa hivi, ambapo kwa upana ukivitandaza kwa upana vinakuwa na inchi 7.
Then ukija kuvikunja hivi vinakuwa na inchi 3.5. Kwa sasa hatua inayofuata hapa hivi, nitaenda kuvinyosha vipande vyangu vizuri. Kwanza kabla sijanyosha, nitaviunga huku pembeni. Umeona? Kwa upande mmoja ili kiwe kitambaa kimoja. Then baada ya hapo nitakipasi. Na kwenye kuunga, tunaunga kulingana na urefu wa kitambaa kinachohitajika kwenye nguo yetu. Mfano, jinsi ya kupata urefu unaohitajika kwenye nguo, utachukua vipande vyako ulivyovikata. Sawa, vitambaa vyetu ndio hivi tulivyovikata. Hivi ni vya mbele. Na hiki ni cha nyuma. Hivi ni vya mbele. Kwa utakachokifanya sasa, mbele ndio hapa hivi, sawa? Nitapima urefu wa kutoka hapa mpaka mwisho kwa hivi vipande vya mbele. Kutoka huku shingoni nitapima urefu kuanzia hapa shingoni mpaka mwisho. Kwa hiyo nitaanza kupima. Hii ndio shingo ya mbele. Hivi ndio vitambaa vya mbele. Nitapima. Hakikisha unainyosha vizuri nguo. Wakati unapima. Hapa kuna urefu wa 60. Hapo ni kipande cha mbele. Pia kipande cha nyuma nitakunja mara 2 hivi. Sawa? Nitapima na penyewe 60, hapa nimepata 4. Kwa 60 ukijumlisha 4 ni sawa na 64. Kwa hiyo vitambaa vyetu ni 64 ndivyo tumekunja mara 2. Kwa hiyo kinyoosha kwa urefu mmoja ule urefu wa marefu wa mara moja ni sawa na 64 mara 2 ni sawa na 128. Sawa? Kwa hiyo sasa endelea kitambaa chako kama hiki, vitambaa vyako hivi ulivyovikata hivi, ulivyoviunga viwe na urefu wa 128. Yaani ukishakiunga hivi, ukishaunga hapa, sawa? Ukikinyoosha hivi, upime kiwe na urefu wa 128. Kwa baada ya hapo, wewe tuendelee, then nitaonyesha tena wapata. Okay, kama mnavyoona wapendwa, tayari nimeshonelezea nimeviunga vipande vigani vya mbele na cha nyuma. Nilipokiunga nikachukua hiki kitambaa nilichokuambia unapima kulingana na urefu wa ulioupata baada ya kupima urefu mzima wa sehemu uliyokata kuanzia hapo mbele mpaka kuzunguka shingo ya nyuma. Sawa? Kwa hiyo nimekata namna hiyo. Kwa hiyo baada ya kukata nikashona. Umeona nilivyoshona? Hivi nikaweka hivi, sawa? Kwa hatua inayofuata hapa sasa, nitaenda kuipasi vizuri hii sehemu hapa hivi. Hapa nilipomaliza kushona. Then baada ya hapo, utaweka kitambaa chako namna hii. Tena kushika mwisho kabisa kama nilivyoshika mwisho huku. Na huku pia unalinganisha kote mpaka mwisho. Umeona? Itakuwa hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaenda kupima inchi 12 kutoka chini kwa ajili ya sehemu ya mpasuo. Na mpasuo inategemea na mpasuo unaoachia wewe kwamba una urefu ama una uwazi kiasi gani. Nitapima inchi 12. Inchi 12 iko hapa, maana yake nitaanza kushona hapa. Na ukiwa unashona sasa, ili vitambaa vyako visipishane wala vipimo visichangane, unatumia huu sawa uliotumia kushona kwenye kuunganisha hiki kipande. Hapa nilitumia kama nusu inchi. Umeona? Kwa hiyo nitapima nusu inchi kutoka kwenye huu uzi kuja hapa, ndio nitakao shona kuanzia kwenye inchi 10, nitashona. Pia nikifika huku juu nitapima inchi 9. Inchi 9 ilipo. Inchi 9 iko hapa. Kwa hiyo nitashona mpaka kwenye usawa wa inchi 9. Nitakazia. Nikishamaliza kushona hivyo, sasa kitambaa kitakuwa na muonekano huu. Kwa hiyo nitachukua huu upande na kuja kugongea kwa juu hapa, pia na huu nitafanya hivyo, nitakuja kugongea kwa juu huku hivi. Ngoja tufanye kisha tuone hatua inayofuata. Kwa pendwa, kama mnavyoona tayari nimekwisha kushona hii sehemu niliyowaambia. Nimeachia sehemu ya mpasuo, nikashona nikaja huku
nikaja nikaishia kwenye usawa wa inchi 9. Inchi 9 hiyo sio sheria. Unaweza kukatisha kulingana na uwazi wa mtu anavyotaka pakae wazi kiasi gani. Kikubwa kuwe na sehemu kubwa kichwa kiweze kupita. Sawa? Kwa hiyo sasa hatua inayofuata hapa, nimeshona kwa hiyo vipande vya mbele vimeungana, kimekuwa namna hii. Kwa ndani pamekuwa na muonekano huu. Unaona? Kwa nje pia pamekuwa na muonekano huu hapa hivi. Sawa. Na kitu kingine wakati wa kushona, zingatia hizi hii zilingane zote. Usije ukajikuta umeshona kimoja kimepanda kimoja kimeshuka. No. Vilingane vyote. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa, nitaenda kushona huku tena. Nitakiweka kitambaa hivi, nitakitandaza namna hii, nitapasi kwanza kabla sijashona nitapasi kote ndani na nje, nitapasi. Then nikimaliza hapo, nitaanza kushona kwa kupitisha uzi juu ya kitambaa kikiwa namna hii. Nitakuwa napitisha uzi, nitazunguka tanzia chini kuzunguka mpaka namaliza nguo yote. Kwa hiyo nikimaliza maana yake nguo itakuwa na muonekano mzuri ndani na nje. Sawa, wala tukashone then tuone hatua inayofuata. Kama mnavyoona nimeviunga vipande vya kati, kwa hiyo nimekuwa kipande kimoja na nikaongea kama nilivyowaelekeza. Vitambaa vimekuwa na muonekano huu. Unaona? Huku ndo kwenye mpasuo na huku ndio shingoni. Na kwa ndani itakuwa na muonekano huu. Kwa hiyo ndani kutakuwa na muonekano huu, nje kutakuwa na muonekano huu. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa nitaenda kuunga pembeni. Na uungaji wa pembeni takachoenda kufanya sasa hapa, nitachukua kipande changu hiki, sawa? Hiki cha rangi moja, unaona? Then nitaenda kupointi katikati ya hii sehemu, nitaweka alama namna hii. Sawa? Nitaweka alama. Alafu nitakuja kulaza hapa katikati ya hivi pande viwili, yani katikati ya bega, nitaweka hivi. Nitashona kuja huku. Bora. Nikikaribia kufika mwisho kwenye muungo hapa hivi, naacha sifiki mpaka mwisho wa sawa muungo, naachia nusu inchi. Pia na kwa upande mwingine nitafanya hivyo hivyo. Nitashona kuja kuachia nusu inchi. Kwa hiyo tushone hapo tuone hatua inayofuata.